Bwana Yesu asifiwe. Hii ni part 2 ya hatua za kuchukua mara baada ya kuokoka. Last time katika vitu nilivyokuambia salamu yako inabadilika. Kuanzia sasa tutakujua kwa Bwana Yesu asifiwe. Hii ni salamu inayotumika na kuidentify watu waliokoka. Unaposema Bwana Yesu asifiwe popote pale, wala kuuliza umeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenda kanisani kwa sababu itakusaidia kwa kudiscipline. Leo nataka niongelee kunena kwa lugha. Nenda kawekewe mikono na unene kwa lugha. Hapa ndio palipoleta tatizo. Kwamba unaponya wagonjwa, unatoa unabii, injilisti, lakini huneni kwa lugha. Kwa ishara ya kwamba wewe unachokifanya sio maigizo tu ya kibinadamu wanayofanya watu wote ni nini? Udhirisho wako wa kwamba vinavyotokea kwako unavyofanyia watu sio mazingaombwe, ni kwa kuwa unanena kwa lugha. Hopefully umenielewa. Ishara yangu ya kujua wewe umejawa Roho Mtakatifu, utanena kwa lugha. Ndio maandiko yalivyo. Paulo unayempenda kwenye nyaraka zake anasema nanena kwa lugha kupita ninyi nyote. Naongelea kunena wa roho ambako anaugua kusikoweza kutamkika. Matendo 2 mstari wa 1 hadi wa 4 tunaona ile siku ya Pentekoste. Walipokea Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Kwa hiyo mimi nakutaka wewe uende kwenye kanisa, ukaekee mkono na umpokee Roho Mtakatifu. Huyu Roho ndo anaenda kuthibitisha karama zote ndani yako ulizonazo. Huyu Roho ndo anaenda kukutia nguvu kinyume na mipango yote ya adui, kukatishwa tamaa. Huyu Roho hatakusaidia kuomba, unamhitaji Roho Mtakatifu. Utambulisho wako wa 4 ni ubatizo wa maji mengi. Mimi mwenyewe haikuwa rahisi kubatizwa, kwa sababu nilikuwa siwezi kudifferentiate ile ndio batizwa na hii wanaoniambia nibatizwe. Nilishapokea Ekaristi, nilishapokea kipaimara. Kwa hiyo ninavyoongea hivi unielewe. Pamoja na kwamba nilielewa kwamba Bwana Yesu alibatizwa akiwa mkubwa na alibatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji kwenye mto. Kubatizwa ni immerse ndani ya liquid for a little time and you remove something. Biblia inatuambia mnakufa katika utu wenu wa kale na mnafufuka katika utu upya. Ndivyo maana ya kubatizwa ilivyo, ile aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristo. Watoto wanabarikiwa kanisani, which is right. Ni wakikua wabatizwe kwa maji mengi. Kama kweli tunafuata mfano wa Yesu Kristo, basi ndivyo alivyobatizwa. Kwa hiyo uwe na amani. Utambulisho wa 5. Jiepushe na mabishano yasiyo na maana, mabishano ya dini yasiyo na maana. Tumeonywa sana na Paulo. Kwa level ulionayo ya kwamba ndio umempokea Bwana Yesu, huwezi kubishana. Hata hiyo kueleza kubatizwa huwezi. Utakapokutana na wasioelewa wakakuchallenge. Kwa hiyo akisha unajiepusha. Utajiepushaje? Kwa mara nyingi kukaa na company za waliokoka. Tafuta Bible study. Lakini pia unaweza kuweka app kwenye simu yako na ikawa inakupa neno siku kwa siku. Kwa sababu huku kwenye hizi Bible study unachojifunza ni Kristo. Unatakiwa ujue mambo ya Yesu Kristo. Ndio maana nimekuambia Mathayo, Marko, Luka, Yohana na Matendo. Nitaendelea kukuimarisha katika topics mbalimbali, lakini hayo ndio nilotaka uyajue kwanza na uyafanye. Remain blessed.